Mimi nafikiri kwa jina la uchaguzi jipya lakini si kana kwamba kuna mabadiliko makubwa sana, kwa sababu japokuwa mageuzi makubwa yanayofanyika katika mataifa mengi ya Afrika Magharibi inaweza kuchagiza pengine mabadiliko makubwa zaidi, lakini hata kama atakuja kiongozi mwingine na hata akirejea Ali Bongo mwenyewe, unaweza ukaona mambo ni tofauti kutokana na yale yanayotokea, kwa sababu watu wa Niger, watu wa Mali, watu wa Burkina Faso wameonekana kufurahia sana mageuzi ya vijana hawa. Kwa hiyo mimi nafikiri jambo hili linaweza likasababisha au likachagiza hali fulani ya mabadiliko katika uchaguzi. Hata kama uchaguzi unafanyika ni ule unaoonyesha viongozi wale, lakini watalazimika kuja na mtazamo mpya na mwendo mpya na mrengo mpya ili wasije wakasababisha mapinduzi mengine na kadhalika. Na je, uchaguzi huu wa urais nchini Gaboni unaashiria nini kwa mustakabali wa demokrasia katika taifa hili na baada ya mapinduzi ya kijeshi mwaka 2023? Bila shaka utakuwa ni mwendelezo, kama atakuwa ameshinda raia na kama hakushinda raia, lakini si kana kwamba labda kuna jambo jipya. Lakini nazidi kusisitiza tu kwamba uchaguzi unamaanisha uchaguzi na unamaanisha mwenendo kwa uchaguzi, na kalenda ya uchaguzi imefika kutokana na mapinduzi yaliyofanyika, uchaguzi unafanyika. Lakini lazima tuwe kweli jia hili kwamba inawezekana kwamba watu wakaja na mtazamo mpya katika uongozi au wakakaribisha pengine mapinduzi mapya wasipobadilika. Mabadiliko ya Gabon yalionekana kana kwamba labda yanalinda viongozi walokuwepo, maana ni familia zile zile za kina Bongo na kadhalika, lakini katika hali ya kawaida ni kwamba kunaweza kufanyika mabadiliko makubwa sana ya kimtazamo, kwa sababu kuna viongozi wengine wanaosoma alama za nyakati. Inawezekana kabisa viongozi wanaokuja kwenye uchaguzi huu wakaja ni viongozi wenye mtazamo mpya au mabadiliko fulani, hata kama si makubwa, kulingana na hali halisi ya mambo ndani ya Gaboni, lakini si Gaboni tu, ndani ya Afrika Magharibi na ukanda wa Sahel. Inawezekana. Naliona jambo hili za kutokea. Linaweza kuwa dogo au kubwa, lakini yakatokea. Inaweza kuwa mageuzi madogo au makubwa, lakini yatatokea. Kujaribu kufuta mawazo ya baadhi ya wana mapinduzi au watu wanaopenda mabadiliko katika nchi, kuondokana na fikra kwamba kunahitajika uongozi mpya wenye namna nyingine tofauti. Ikiwa hao watakuja na mtazamo mpya ambao unalengwa na viongozi, tunaweza tukaona mabadiliko makubwa sana ya kisera na kimtazamo, hasa kuelekea mataifa ya Ufaransa na kadhalika na Ulaya kwa ujumla wake. Lakini katika hali ya kawaida ni kwamba mimi naona uchaguzi kama uchaguzi mwingine, japokuwa humu ndani kuna vionjo vya mapinduzi, kuna watu wanataka mabadiliko makubwa zaidi kuliko haya. Kuna watu walikuwa wanalaumu kwamba viongozi waliokuwepo hawakuleta chochote kipya kilichotarajiwa na kadhalika, lakini inawezekana sana kwamba kunaweza kutokea mambo mengine makubwa zaidi katika njia hii na ikasababisha pengine kuiona Gaboni ikiwa ni Gaboni tofauti, na haswa kuchukulia mtazamo wa mataifa ya Afrika Magharibi na Sahel katika kuhakikisha kwamba wanakuwa na mtazamo mpya. Na sasa nchi za Afrika Magharibi na Sahel zikaonekana tena sio nchi ambazo zinategemewa na mataifa ya Ulaya katika kupitisha kila jambo lao. Kwa hiyo katika kutimua Wafaransa, Waingereza, Wajerumani na watu wengine, tunaweza tukaiona Gaboni hii ikifuata mtazamo ule wa vijana wale wa Niger, Burkina Faso na Mali. Hili naliona kwa haraka zaidi. Tunamwona Jenerali Brice Oligui Nguema, yeye ndiye baada ya mapinduzi alipewa nafasi ya kuwa rais wa mpito, na ndiye ambaye anawania sasa hivi na ndiye anayetajwa kuwa katika nafasi kubwa ya kushinda, lakini pia aliwahi kutimuliwa na Ali Bongo kipindi cha nyuma, lakini pia amekuwa katika makuzi ya familia ya Bongo. Sasa unadhani ana nafasi gani ya kushinda uchaguzi huu, na ni kwa namna gani historia yake ya kijeshi inaweza kuathiri uongozi wake iwapo atachaguliwa? Kwanza kuna tuhuma kubwa kwamba uongozi wa Ali Bongo au familia ya Bongo kutoka mzee Umar kuja kwa mtoto wake Ali, inaonekana kama waliyapanga mapinduzi yale, waliyapanga kwa sababu ya kuchelea wasije wakafanya mapinduzi wale ambao hawakuwa upande wa Bongo. Hiyo tuhuma inajulikana kimataifa, inajulikana kwa pahala. Nini alichotahidi huyu Nguema? Hawakioni watu. Nguema ni mpwa wa Bongo wa Ali, lakini hakuonekani kama kumfanyika mabadiliko makubwa. Bado rufa ni ile na hali za umaskini watu zinazipo zile na hakuna mabadiliko yanayoweza kutokea yani kurejea madarakani kwa bwana Nguema. Nikushukuru sana ndugu Hamduni Maliseli kwa muda wako.